Hivi ni kweli social media kupitia content creators na influencers wamechukua sehemu kubwa ya matangazo ya biashara ambayo mwanzoni walikuwa wanachukua TV, radio na magazeti? Ndiyo, ni kweli. Katika dunia hii ya matangazo ya biashara, content creators na influencers wamekata kipande kikubwa sana cha matangazo ya kibiashara ambapo zamani kilikuwa kinaliwa tuna traditional medias. Na hii haimaanishi kwamba television na radio hazipati pesa kabisa, bali budget nyingi za makampuni kwenye matangazo ya kibiashara ambazo zilikuwa zinapeleka kwa traditional media sasa hivi zimegawanyika na sehemu kubwa ya keki hiyo wanapata content creators. Je, ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka content creator kukata keki kubwa hiyo ya matangazo? Kwanza, uwezo wa kupima matokeo, measurement return of investment. Zamani kwenye redio utasikia kwamba hichi kipindi kina wasikilizaji milioni 2, lakini huwezi kujua kwamba hao wasikilizaji wako wangapi, wako wapi, na baada ya kusikiliza hilo tangazo walichukua hatua gani. Ila influencer anakupa data kamili, anakupa insight za wazi kwamba tangazo lako hili wameangalia watu wangapi, watu wangapi wamelike, watu wangapi wamecomment, watu wangapi wameshare. Sababu ya pili, maudhui kubaki mtandaoni milele, content lifespan. Wewe kama mfanyabiashara ukipeleka tangazo lako mfano kwenye television, kwenye taarifa ya habari ya saa 2 ile, tangazo lako la sekunde 30 lionekane pale, kama kwa muda ule wale target customer ulio wa target waangalie taarifa habari, hawaangalii taarifa habari kwa wakati ule, ujue ndio imeisha hiyo, tangazo lako limeshapita. Ila kwa content creators na influencers, tangazo akitengeneza sasa hivi, hata kama tena watu wakija kukaa miezi 6 wakilitafuta tena, wataenda kwenye page yake ya social media yoyote, wataliona bado tangazo lako lipo. Kwa maana yake hapo tangazo lako linakuwa lina uhai wa muda mrefu, kwamba haliwezi kufutika wala kupotea. So, media zifanyaje ili madi ziendelee kucompete na influencers, ziendelee kupata pesa ambazo influencers nao wanazipata? Kwanza, wewe kama media, geuza watangazaji wako kuwa in-house influencers. Siku hizi influencers wana nguvu kubwa sana. So, watengeneze watangazaji wako wawe na ushawishi mtandaoni. Media lazima ziwe na long term plan. Hawa watangazaji wako ambao sasa hivi hawana majina makubwa, hawajulikani sana, lazima uwe na mpango mkakati mkubwa. Baada ya miaka 5 wawe na ushawishi mkubwa zaidi. Media lazima zianzishe kitengo cha ndani cha usimamizi wa presenters, in-house influencer agents. Media zimsaidie mtangazaji wake kukuza kurasa zake za kijamii. So hata kama mteja akija, hawatomwambia kwamba lipia sekunde 30 za tangazo kwenye kipindi chetu cha redio, bali watamwambia kwamba tuna package ambayo ndani yake kuna mtangazaji wetu ana followers milioni 1 Instagram. Kwa hiyo atakutengenezea video fupi yenye ubunifu ndani yake, atapost kwenye mitandao yake ya kijamii, lakini pia hiyo video ataicheza kwenye kipindi chake cha asubuhi. Kwa hiyo hapo media haitokuwa na haja tena ya influencers. And by the way, kama unapenda news za marketing na branding kama hizi, please consider to follow me.